ilikuwa ni kutusaidia kufahamu hali yetu, na nilitumia mambo mawili: matoleo na ushuhudiaji. Pengine umejiuliza kwa nini hayo mawili? Sasa hivi na kesho, hasa kesho, utagundua ni hayo mawili peke yake yanayokagua nani ana Yesu na nani hana Yesu. Kwa kuwa wakati wa mchana nilikuwa kwenye takwimu tu, maana zinatusaidia kujua ilivyo hali, lakini kuanzia dakika hizi 18 na kesho tutasikiliza Biblia inavyozungumza. Matoleo na ushuhudiaji ni mapacha wasiotenganishwa. Siku ya Jumanne ya juma ambalo Yesu aliuawa, alizungumza kuanzia sura ya 23 ya Mathayo 24 na 25. Kwenye sura ya 25 alizungumza mithali 3: wanawali 10, mfano wa talanta na kondoo na mbuzi. Kwenye aya ya 34 mpaka 40 alisema kwa walio upande wake wa kuume, ambao aliita ni kondoo. Kwenye aya ya 34 na 35 alisema, njoeni mliobarikiwa na Baba yangu, urithini ufalme mliowekewa. Kwa maana nalikuwa na njaa, mlinipa chakula, nalikuwa na kiu, mlininywesha, nalikuwa mgeni, mlinikaribisha, nalikuwa uchi, mlinivika, nalikuwa mgonjwa, mlinijia, nalikuwa kifungoni, kuja kunitazama. Wale walirudisha wakasema, ni lini tulikuona ukiwa hivyo? Aya ya 40 akajibu, yote mliowatendea hao walio wadogo mlinitendea mimi. Hapo mambo matatu alizungumza. La kwanza, waliobarikiwa na Mungu ni wale wanaotumika. Mwazini alikuwa anasema, anauliza mpulike, mkajibuje? Tulipamwinga. Waliobarikiwa na Baba wa mbinguni ni wale wanaotumika. Mtu akipata nyumba, akapata gari, akapata familia, akapata kazi,
akafaulu masomo yake na mengine yote hayo, hasemi amebarikiwa. Ila ikiwa hayo aliyonayo aliyatumia kugusa mahitaji ya wengine, hao ndio waliobarikiwa na Baba yake. Kwa hiyo saa nyingine mtu akisema nimebarikiwa, nina watoto, kibarikiwa nimepata nyumba ama nyumba nyingi, Yesu haelezi hilo, maana hata wasio na Mungu wanazo nyumba. Hata wasio na Yesu wana magari. Na ninyi ni mashahidi hapa Iringa, watu wana mahoteli na hawana Yesu. Na huwa tunapanda mabasi yao na tunalala kwenye nyumba zao pia. Baadhi yao wana nyumba za kulala wageni, wengine wana biashara za kulisha vyakula, tunanunua chakula tunakula. Na ninyi ni mashahidi, hata watoto wa wapagani wanafaulu mitihani. Ninyi ni mashahidi. Ukizungumzia habari ya kupata mali, hata wasiomcha Mungu wana mali. Ndio maana Yesu anaeleza neno moja la kwanza, njoeni mliobarikiwa na Baba yangu, na alikuwa hivi mlifanya hivi, na alikuwa hivi mlifanya hivi, na alikuwa hivi mlifanya hivi. Kwa hiyo wale wanaosema wamebarikiwa na Mungu, tunatazamia wanaposema wamebarikiwa waseme wanavyotumika. Ikiwa mtu hatumiki, asilete madai amebarikiwa. Mpulike. Usije ukapotezea watu muda wa ibada ukiwaambia umebarikiwa, halafu hamna lolote kuhusiana na utume. Mtu anayetumika ndiye aliyebarikiwa. La pili, hakuna utume usiohitaji uchumi. Kwa nini? Nalikuwa na njaa, mlinipa chakula. Huwezi kutoa chakula kama huna. Nalikuwa na kiu, ulininywesha. Nalikuwa mgeni, ulinikarimu. Nalikuwa na uchi, ukanipa mavazi. Yaani hayo yote yanadai uchumi. Mtu kama ameenda yuko Muhimbili, ni mgonjwa na ni jirani yako, sio dada katika mwili, katika damu, wala sio kaka, hii ni jirani, amepata referral. Jirani utaishia tu kwa simu, wiki mbili, miezi mitatu, na wewe unaishi ni jirani, halafu unaitwa mtoto wa Yesu. Najua utasafiri na uwezi kwenda kwa ungo palipa nauli. Na ukienda kule hospitalini ni matumizi ya hela tupu. Kuna dawa zingine hajapata, kuna vipimo vingine hajafanya, kuna gharama zingine za chakula. Wewe huwezi ukafanya hiyo jeuri kama hali ya uchumi ni mbaya. Na usisahau, nalikuwa mgonjwa, ulikuja. Na wakati huo ameugua miezi 6 yote, yeye ndio alikuwa mtafutaji wa mkate nyumbani. Hapa nyumbani hali sio nzuri. Ndio maana mtu anayefanya uchumi, usifanye hesabu za familia yako peke yako. Hapa Yesu anatufundisha hivi, kila uchumi unaoshughulika nao, hakikisha kichwani mwako una habari ya kumkarimu Kristo. Kwa hivyo hali ikiwa mbaya kiuchumi, huwezi kuwa na jeuri ya kumkarimu Kristo. Utaweza. Ameenda yuko rumande.
kesi mara leo imeahirishwa, mara ile imefika pa, baadaye miaka 7 jela, kwamba ni kweli ama si kweli, lakini mamlaka zimetamka miaka hiyo. Ni mtu fulani mnafanya naye kazi tayari haipo, mnaishi naye ni jirani, hata kama unajua hakuwa mtu mwema, lakini Yesu alisema wapendeni adui zenu, waombeeni wanaowaudhi. Hii inamaanisha nini? Mkristo hana adui, hana chuki na mtu yeyote, na itamgharimu alivyo navyo kwa ajili yao. Na Yesu anaeleza, nilikuwa kifungoni, mlinijia. Ukienda gerezani, dawa ya meno, habari ya sabuni, kama ni wa kike, taulo ya kike, na bado hapa nyumbani wewe unajua hali yao. Utume hauendi bila uchumi. Nini kinachoeleza? Yeyote asiyefikiri kuboresha uchumi wake, huyo mtu kwa kweli, kwa hali yoyote ile, ana hasara kwa kanisa. Hapo nitauliza kwa Kiswahili, mmenisikiliza? Mara wengine watasema hatujui Kieni. Kwa nini? Kwa sababu Mithali 19 aya 7 inasema, ndugu wote wa masikini umchukie. Usitangaze tulinyonya titi moja, saa hii bado mnanyonya. Na ninyi ni mashahidi. Hata kama mko watoto 8 na mnataka kuhamisha baba na mama atoke Iringa, wakubwa wanasema tukamjengee Njombe, mdogo anasema akajengewe Dodoma. Na yule mdogo huwa wakiugua ndiye anayetuma hela. Ugonjwa ukizidi ndiye anayemchukua anapeleka hospitali. Ninyi mnafikiri wazazi watachukua wazo la nani? Wazazi wanaelewa. Wanajua kama wewe ni ukubwa na umri wao wote haukusaidii kupata hela. Usifikiri hawana akili. Wanajua cha kufanya. Na ni kwa vile hawajawahi ulizwa na kifo. Unajua hata wengine tuko hapa, ingelikuwa kifo kinawapa taarifa wazazi, mwakani tunabisha hodi hapa, tuchagulie mojawapo ya mtoto, maana hatutarudi nyuma. Unafikiri tungekuwa bado wengine tuko hai? Wangekuwa wameshatupigia kura wazazi. Unacheza. Kwa hiyo ndugu wote wa masikini umchukia. Kwa nini? Kwa sababu maisha ya kuwategemeza. Hakuna ndugu mwenye akili timamu anayefurahia masikini katika familia yao, kwa sababu ana maraumu mengi, anamtegemea kwa kila kitu. Wamefiwa nyumbani, anataka amlipie nauli. Wamezaa watoto, unichukulie mtoto wangu, kana kwamba alikuwa hamasisha uzazi. Biblia inachoeleza, sikiliza vizuri. Ukitaka ndugu wajue na wewe ni wa muhimu, fanya kazi siku 6. Amina. Mithali 19 aya 4 inasema, marafiki wote wa masikini hujitenga nao. Ukiona mtu anasema nataka tuwe marafiki, ujue huyo hana hela. Urafiki hauandikiwi barua za maombi, wala huwezi kufunga na kuomba tuwe marafiki. Biblia inasema lakini utajiri huongeza marafiki mangapi? Wengi. Sio utajiri anayeongeza, ni utajiri. Wana ubaguzi. Namna gani? Sio ubaguzi, amegusa mahitaji ya raia. Ndio maana mtu yeyote kama ni tajiri, ikitokea msiba, watu huwa wanajaa.
kwa sababu kuna uhakika wa kulala na kula. Lakini kama ni ndugu wa damu hadi ni tete, hata wanahurumia. Kwa nini wewe asiseme matanga yameisha? Ndio maana wale wasemaji wa familia wakishasema jamani, ameugua na wiki moja na unajua tena, kwa hiyo watu wanaweza wakatawanyika. Waliosoma Cuba wanaelewa. Wewe unasikiliza tu, unaelewa hapa hali sio yenyewe. Wewe unasema hata marafiki hawana urafiki na masikini. Hiyo ndio Mithali 19 aya ya 4. Lakini Mithali 14 aya 20 inasema majirani wote umchukia masikini. Wewe andika tu, utakuja usome mwenyewe utaona hayo maneno. Hata ungelifanyaje, hakuna jirani anayetaka kukaa na masikini. Kwa bahati mbaya hakuna anayetoa kikao tukakae Gangironga ama tukae Mawelewele. Kila mtu anafukuzana eneo lake. Lakini unashangaa anayekaa hapa ni maskini. Huyu anazo. Huyu yuko namna ile. Wangelikuwa wanaruhusiwa watoe kikao, wangekuwa wameshatuhamisha. Hakuna. Yaani hata jirani hataki maskini. Ndio maana watu wanaosema ni maskini wa Mungu tunakuuliza vizuri, kwani matajiri wa nani? Oh, mimi nimebaki na Yesu, kwani matajiri amebaki na nani? Unaona wanaosema mimi nimempa Yesu moyo, kesho usiache kuja. Nitakuuliza mlipeana naye wapi kesa? Kesho. Ulimpa Yesu moyo? Na tutaona kesho mlipeanaje hiyo kesho. Kwa hivyo unaona, sasa ndugu wananichukia. Marafiki wanajitenga na mimi. Halafu majirani nao wananichukia. Sasa nimebaki na nani wa kumpelekea Injili? Umeona kule yote umempata. Ina maana hali mbaya ya kiuchumi ni tatizo katika uchumi.